kutangaza show yake au tour yake hapa Afrika, ambako alitaja pia baadhi ya nchi ambazo atakwenda kuzitembelea. Tanzania haikuwepo, baadhi ya wabongo wakasema kwamba sio lazima aje, kwani yeye nani, na vitu vingine vingi alisema kupitia iShowSpeed. Sasa mimi naona kwa upande wangu hajakaa sawa, kwa sababu jamaa ana jina kubwa, sasa hivi dunia inamtazama sana na vitu vingi ambavyo anavifanya vinaenda. So anafanya kwa manufaa yake, lakini pia kuna namna na wewe unafaidika, kwa sababu anakupeleka kutoka sehemu ambayo au kuepo na kwenda sehemu ambayo yeye yupo. Of course sasa hivi Afrika inapata sana advantage baada ya kutangazwa na huyu jamaa iShowSpeed. Na moja kitu ambacho kimenifanya nije hapa na kuzungumza na wewe ni jinsi ambavyo watu kutokea nchi za Ulaya wanareact sasa hivi show ya iShowSpeed tour ambayo inaendelea sasa hivi ulimwenguni, ambako yeye sasa hivi yupo Afrika, amefika kutembelea Afrika. Kuna jamaa mmoja hivi kutokea pale Amerika, ni kijana, lakini pia kuna bidada pia naye nimeona clip yake. Huyu kijana bwana amesikitika sana na kulia baada ya kuonekana kwamba alikuwa anapotoshwa kuhusiana na Afrika. Afrika alikuwa anajua ni sehemu ambayo haiwezi kutembeleka, lakini pia ni sehemu ambayo sio nzuri, sehemu ambayo ni mbaya. Tunafahamu kwamba hii scenario ipo sana ya Afrika kupotoshwa, kuonekana kama ni sehemu ambayo sio nzuri na ni sehemu ambayo ni mbaya. Watu ambao wanaishi Afrika ni wabaya, watu ambao hawana akili, hawajielewi, vitu vingi ambavyo Afrika vinasema. So jamaa baada ya kuona iShowSpeed anaitangaza Afrika na kuona baadhi ya vitu kwenye nchi mbalimbali kutokea hapa Afrika, jamaa amevutiwa sana kusema kwamba anatamani sana siku aje kutembelea Afrika. Lakini kitu ambacho kimemuumiza zaidi ni jinsi ambavyo yeye alikuwa anaamini kwenye mtazamo wake kwamba Afrika sio kuzuri, lakini iShowSpeed amemuonyesha vitu vingi sana ambavyo anasema mwenyewe vingine ni natural na vingine ambavyo ni amevipenda yeye mwenyewe. So yupo Amerika, lakini amevutiwa sana na jinsi ambavyo iShowSpeed anaitangaza Afrika, lakini pia Afrika yenyewe pia imemvutia. Sasa ukiachana na hilo, mimi nikukumbushe kidogo pia baadhi ya vitabu ambavyo pia viliandikwa kwa ajili ya kuipotosha Afrika. Ukiangalia jinsi ambavyo jamaa anatukandamiza. Kuna kitabu kinaitwa Heads of Darkness, kiliandikwa na Joseph Conrad mwaka 1899. Kuna kitabu kinaitwa The White Man's Burden. Kuna kitabu kingine kinaitwa Travels in West Africa. Vipo vingi sana, mimi nikuwekea baadhi tu ya mifano ya vitabu ambavyo vimefanyaje, vimeweza kuichafua Afrika au viliandikwa kwa ajili ya kuifanya Afrika ionekane kwamba ni duni. Hivyo iShowSpeed anaendelea na show yake. Sasa just imagine kwamba jamaa angefika Tanzania, tungefaidika kwa jinsi gani ambavyo tuna baadhi ya vitu vingi ambavyo ni muhimu sana kutangazwa. Yeye uzuri kwenye show yake ambavyo anafanya kwa interest yake na kwa manufaa yake, lakini kwa sasa hivi tukimtaka iShowSpeed inabidi tumlipe ili aweze kututangaza. So ni bonge moja ya kitu ambacho tunatamani sana iShowSpeed angefika Tanzania ili aweze kuonyesha baadhi ya mbuga, mlima Kilimanjaro ambayo pia Kanye West naye amesema atafika kutembelea. So iShowSpeed amefanya vitu vikubwa na tuendelee kumrespect, kwa sababu hata baadhi ya European wanareact kwa sababu walikuwa hawajui hata Afrika ni nini. Na of course ukifuatilia watoto wengi wa Kimarekani wanapotoshwa sana kuhusiana na swala zima la Afrika. Hivyo iShowSpeed anakuja kuwafutia yale mawazo ambayo wanakuwa wanawekewa na wazazi wao au na baadhi huko shuleni, kwa sababu unakuta kuna scenario nyingi sana ambazo zinaiandama Afrika. Wazungu wanaamini Afrika sio bara ambalo halieleweki na vitu vingi sana. So mimi namshukuru sana iShowSpeed kwa kuonyesha vitu vingi ambavyo vipo Afrika na kuwafanya sasa wazungu nao ambao walikuwa wanaamini kwamba Afrika ni sehemu duni, waone jinsi ambavyo Afrika ina mazingira natural ambayo ni ya uhalisia kabisa, tofauti na wao ambao kuna sehemu nyingine pia wanakosa hivyo vitu, na vitu vingi sana vinapatikana Afrika.